queue and keep that name, that good name that we've heard people talk about. Let's work hard and keep it alive. Otherwise, Mama Julia and your family, we are grateful that you are associated with this family. I'm here with 2 of our church members. Please rise and wave. 3 actually. 3 of our church members are Grace Nyamogo, that is our finance chair. They work in the same office with Mama Julia. We have our lay vice, Mama Florence Ogejo. We are very grateful for your being here. And my one and only, Adhiambo Nyong'eche, you are most welcome, all of you. Thank you very much. Asante sana Badly kwa maneno ambayo umepeana ya kufariji familia. Kwaya nyingi zimekuja hapa, lakini penye tumefikia haitakuwa rahisi kupata nafasi, lakini ikipatikana tutasema. Tendere tuliwaita mkuu, Nyansara kwaya, St. Joseph, alafu kuna St. Gabriel Gesabakwa, St. Paulo, Kenyoro SDA, Kenyenya Nyanu, Kenyenya, Nyansara Church Choir, St. Angela's, kuna St. Patrick's, St. Mary's, Mogonga, St. Augustine, Nyansakia 2, Mangere Church. Hizi timu zote lazima tukubali mmekuja, lakini tutatafuta nafasi. Tafadhali. Asante sana mwenzangu. Kwa wakati huu tungependa kualika nyote ambao mmefika hapa. Tutabarikiwa na misa takatifu ya kumsindikiza mwenzetu marehemu. Ningependa kumuita kijana ambaye anasimamia wanayuthi katika eneo letu la bunge, Bwana Bernard, mahali popote upo, ufika hapa mbele. Bernard Nyaora, njoo hapa mbele kwa haraka sana for one word of condolences to the family and to the mourners that have come here. Thank you. Thank you so much. The family of our late fallen hero, Honorable Gari, all the protocol observed. God is good all the time. Salimiana hivi hata kama tuko kwa matanga. Thank you. My name is Bernard Nyaora. Mimi ni kiongozi wa vijana katika eneo bunge letu. Nataka kusema jambo moja. Tumepoteza kiongozi ambaye alipigania vijana and he meant well for the constituency. Nikiwa shule, when I joined university in the year 2014, Ogari alinipea bursary, I think 3 times, 10,000 each. Tulikuwa tunalipa 28,500. So out of 30,000, he managed to pay my school fees a whole academic year. I stand here to say, Mheshimiwa Ogari is a hero in Bomachoge. You see all the development projects. Hata ile barabara tulipitisha yeye ndio alileta. Tunamkumbuka, na mimi nataka kuunga kiongozi mmoja mkono ambaye ni Mheshimiwa Paradiso. Yesterday he said in the municipality is going to name one road. Is going to name one road to remember Honorable Simon Ogari. Na pia niseme ile uwanja ya Nyansara iitwe jina ya Mheshimiwa Ogari because he's a fallen hero. Let Mzee Ogari rest in peace. Tunampenda familia, tunatakia mema. Thank you. Hello. Hello.
We want to listen carefully. We want to be good listeners to the mourners that have come here. Thank you so much for before I could invite Bwana Nyakundi njoo hapa mbele. Najua hatutakuwa na wakati mwingi sana kuongea Bishop akifika hapa kwa misa takatifu. Kuna wageni ambao tungependa tukiwa na utulivu kama huu tuko nao, wale wageni waongee. Naomba waheshimiwa ambao wamefika hapa, wananchi, ikiwa mtu amefika hapa mbele kutoa maoni yake, please mpatie wakati alopoke yale ako nayo ndiye akae. Tukianza kupiga makelele hatutaelewana. Though we want to listen carefully and keenly to you, to what you want to say, but you have not said. Bwana Nyakundi, karibu sana MC. We want to recognize one sister here, son to Professor Margaret Kamal. You are with us here. Karibu sana. Thank you for coming. Abantu ba Minto mwachire ko lero mheshimiwa Ogali mbiamole njengoro kwa Lawrence Nyakundi njengo tangase gesa tete tukora moja kwa mheshimiwa Nyansara. Mambo mko aje? Mko fiti? Mko sawa? Mko chonjo? Siwasikii bana. Very nice. Kuna wakilishi wa mheshimiwa. We want to run the program very fast. We want to recognize the presence of Ambassador Josh Mangi. Your Excellency, thank you so much for being here. Mheshimiwa Badia Barongo, the area MCA hapa, na viongozi wote ambao wamekuja hapa. We want to tell you that it will not be possible maybe to satisfy the political interests zote, lakini mheshimiwa alikuwa mwanasiasa. Tutajaribu kadri tunawezavyo ili kumuzika katika heshima yake. Taliboigo barenga bagwake ro mheshimiwa Ogali okweli asemere memi yako retengoro kingoga soko boko. Thank you very much. Kuna mwakilishi wa mheshimiwa senator, nominated senator wa Uasin Gishu, Mama Margaret Kamar, ametuma mwakilishi wake hapa. Tafadhali in 1 minute kuja upeane pole za mheshimiwa za mama mbaye ametumwa na Senator Margaret Kamar. Tafadhali njoo hapa in 1 minute upeane pole zake ili tuweze kusonga mbele. I want to also ask the area MCA akwe tayari ili atu introduce kwa MCAs wengine. Tafadhali. The family of Honorable Simeon Nyahundi, all distinguished guests, church, and my fellow mourners. Good afternoon. My name is Previan. I came from Nairobi yesterday. He was sent by nominated Senator of Uasin Gishu County, Honorable Margaret Kamar, to come and mourn and to join the family of Mr. Honorable Nyahundi. I know him. He came to my graduation 2010, University of Nairobi. So this family is a very big family and we honor. And I thank you so much for the opportunity that you gave to me. I appreciate. May the soul of His Excellency Honorable Simeon Nyahundi rest in peace. Thank you so much. Asante. Thank you very much. Kwa niaba ya Kera, tuko muite mheshimiwa Engineer Walter. Engineer Walter, tafadhali njoo hapa kama uko karibu na sisi. Engineer Walter, sijui kama ako. Haya, karibu. Njoo. Just come and say a word. Kwa niaba, unajua watu maengineer ambao wamesoma, Engineer Ogari, Engineer Tony, Engineer Walter, you must recognize them in an orderly way. Haya, engineer karibu. Ili tuweze kuanza program yetu vizuri. Huyu anafanya kazi Kera. Ande wanatutengenezea barabara zetu.
Haya, karibu. Waombolezaji, marafiki ya Honorable Gari na wasalimu wa mchambo. Mimi vile mmesikia majina ni Engineer Walter Nyariki, nafanya na Kenya Rural Roads Authority Kisii Region. Mimi ndio Regional Director wa Kera Kisii. Tuko na wageni walitoka Nairobi. Mmoja kijana wa hii familia, Engineer Anton, tunafanya naye huko Nairobi. So kuna wenye walitoka Nairobi kuja kupeana pole. Ningependa niombe wasimame tafadhali, wakuje huku mbele tu. Tunahesabiwa picha na warudi kukaa. Kama wako karibu tafadhali. My colleagues from Nairobi na the regional office in Kisii tafadhali. So as they are coming, wacha na mimi nichukue fursa hii kusema pole kwa familia ya Mheshimiwa Gari. Tulijuana na Mheshimiwa Gari nikiwa Nairobi. Nilifanya Nairobi
Halo, asante sana kwa kuwa watulivu. Yes. Ngoja fundi wa mtambo atengeneze mitambo. Wakati huo kuna timu ambayo imesimama mbele kutoka Kera. Tunawapatia wakati watupatie uchumbe. Asante sana, karibu. Asante sana. Nilikuwa nimeanza kuongea nikasema jina langu ni Engineer Walter Nyariki kutoka Kera. Mimi ndio nasimamia Kisii region. Tuko na timu ya Kera kutoka headquarters na kuna timu ya kutoka region, wote tuko hapa mbele. Kijana ya boma hii anaitwa Engineer Anton Ogari, anafanya na sisi, na mheshimiwa the late tumefanya naye those 10 years he was MP. We were interacting at the regional level kwa committee za CRC, zile mabarabara zote tulikuwa tuna maintain. Na wakati tulianza low volume, wakati yeye ndiye alikuwa MP, na tuko na 71 kilometers of roads that we'll be doing. We are progressing very well, and hopefully by the end of by mid next year we would have done most of the works. So I don't want to bore with you a lot of words. Nataka nisome condolences kutoka kwa Director General wetu Engineer Philemon Kandie. So to the family of Mr. Anton Ogari, message of condolence to the family and the friends of the late Dr. Simeon Nyaundi Ogari. It is with deep sorrow that we write to condole with you following the death of your beloved father, Dr. Simon Ogari, who passed away on Tuesday, 10th September 2024. Dr. Ogari is the father of Mr. Anton Matuetwe Ogari, Engineer Road Asset Management, stationed at Kera Headquarters, Nairobi. As an authority, we extend our heartfelt condolences to the family, friends, and all affected by the demise of your beloved father. In particular, we extend our collective hand of solace to our colleague, Mr. Anton Ogari. This is in cognizance of the fact that the loss of such a close family member following a long illness is a major setback to the family, and we therefore commit to remain by your side at this time. It is our hope that you shall take courage at this time as you remember and cherish the memories you have shared with your father collectively as a family. His personal attributes and contribution in your lives in all aspects shall remain with you as part of his legacy, which we believe you shall uphold. On this note, we present your entire family before the Almighty God in prayer and supplication for divine consolation, strength, and restitution, and that he may grant you the grace to overcome this major setback and restore the huge gap which Dr. Ogari has left. May the Lord rest Dr. Ogari's soul in eternal peace. Yours sincerely. Signed by Engineer K. Ariga for Director General. Thank you very much. Thank you very much. Asanteni sana. Tafadhali mmeisalute kwa niaba ya timu yote kutoka Kera. Asanteni sana kwa kuja kuomboleza nasi. We are about to, you may take your seat. Tunataka kuanza misa. Order. Order tafadhali, kama unapata mahali kuna kiti tafadhali keti. We want to move very fast. We want to recognize the presence of the Deputy Governor Kisii County, Mheshimiwa Obebo. Asante sana na karibu.
Before Mheshimiwa Alpha Miruka, nimekuona na karibu sana, the area member of parliament. Tunataka kuanza misa takatifu, na kawaida misa ina mpango wake. Haya. Haya, familia tuungane na procession tunapoanza misa. Tuko karibu kuanza misa takatifu. Tuomba familia yote tuende huko tuanze msafara kuelekea hapa mbele. We want to start the procession here as the choir leads us with the mass immediately. Choir take charge. Choir, just a minute. Wacha turuhusu governor kae ili tuweze kuanza misa. Governor Simbarati, karibu. Hawa mlio wako mbele hapa tafadhali sasa tuketi. Familia wameisha rudi pale nyuma. So governor unaweza keti. Familia wameenda kuanza misa pale. So all of us who are in front here, please, may you be seated as we start the official. Wacha niwaambie, niseme hivi. Tafadhali tuwe watulivu. Misa inaanza, na misa inapoanza ina utaratibu wake. So please, the family, may you join the vicar there as we start mass. Safi. Haya. Wale wengine tuketi sasa. Turuhusu nafasi hapa katikati for the procession ya kuanza misa. Tufungue nafasi hapa tafadhali. Hii familia wanakuungana na wengine pale. Hapa tutengeneze nafasi, tafuteni nafasi mkae. Haya, kwaya. Mvua imeingia ndani ya nyumba.
Wale ambao wamesimama njiani, please upeane njia. Tumeanza procession ya misa, na wale ambao wamesimama hapa mbele, tuomba we reduce the congestion here. Eddie and your group, Eddie and your group, please kindly. Procession inatangulizwa na Center Anton, Center Alphonse Mangera ndio wametanguliza procession kutoka huko. Wale ambao wamesimama njiani, mwaomba mtoke huko. Asante sana. Misa takatifu imeanza. Muomboleza mwenda zake Mheshimiwa Simon Ogari Nyaundi kwa heshima yake ya mwisho. In giving the last respect, we want to have a celebration mass, a thanksgiving mass for God to have given him to us, who served as a family, served as a member of parliament, served Kenyans as a minister for roads, assistant minister for ICT, assistant minister for roads, and several committees in the parliament. Akina mama, asante sana, ambao wanakuja kimaridadi kabisa. Tunaomba msimame nyote, tumeanza misa takatifu. Simama nyote kwa heshima kuu ambao mumefika hapa. Tuomba tusimame, tupige makofi kwa furaha. Asante sana kwaya yetu, asante sana. Akina mama wanamsindikiza mheshimiwa wetu kimaridadi kabisa. Friends who have come, colleagues who worked with Honorable Simon Ogari in Parliament, mheshimiwa wetu wa eneo letu la Umachoge Chache, asante sana. Kanisa
naomba tutulie. Kwa wale ambao tunaongea, naomba tutulie. The Bishop of the Catholic Diocese of Kisii, Bishop Joseph Mairura Ukemwa, in absentia, who is fully represented here by his Vicar General, Monsignor Charles Amwata, and in his capacity, my brother priest in the priesthood, and especially our brother Father Christopher, who is bereaved. Religious men and women here present, the family members, the political class led by our governor, I've seen him, and all protocol observed. The people of God. God is good, and all the time. Wow. So today we are gathered here in deep sorrow to mourn a respected man, a family man, our brother who served selflessly in the capacity of the MP in our constituencies now, because there are two, and also as an assistant minister. We have finished the first part of the speeches, and now I welcome you in the second part of the Eucharistic celebration. Welcome in the special way the Vicar General, Very Reverend Father Charles Amwata, who will lead us in this Eucharistic celebration. Tumukaribishe kwa makofi. Asante sana, asante sana, asante sana, asante sana. Sasa naomba hivi, kwa sababu kulikuwa tunaongea wakati kulikuwa na speeches, sasa ni wakati mtakatifu. This is now a holy hour. We are communicating with God. Kwa wale ambao tunakuwa tukiongea, na wasihi sana, we now set our concentration to the Eucharistic celebration. Kwa wale ambao mmevalia kofia, na wasihi kwa njia ya unyenyekevu tuweze tukavue makofia kwa wale ambao tumevalia kofia. Asante sana, na waomba sasa tuanze misa takatifu. Thank you, Father Geoffrey Onsale, the parish priest of Ogembo, where Honorable Simon Ogali came from as a Christian and as a leader. To start this Mass, I have to register the greetings from His Lordship Joseph Mairura Ukemwa, and he tells the family he is with you. To Father Ogali Christopher, he is with you, and all the friends and all the leaders who one time used to be Simon Ogali, who recently visited him while he was undergoing treatment and gave him words of encouragement. The Bishop is with us, and the Bishop wishes all of us all the best. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe na nyote. Sasa kwa misa itakatifu, kwa ajili ya kumwombea huyu mheshimiwa ndugu yetu Simeon, tujute dhambi zetu pamoja, tuanze misa itakatifu. Namuungamia Mungu Mwenyezi, nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana namuomba Maria mwenye heri, bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu.
Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Ee Mungu, wewe ni rehema ya wakosefu na furaha ya watakatifu wako. Tunakuomba huyu mtumishi wako Mheshimiwa Simeon Ogali tunayemzika leo hii, twaomba upate kumlaki katika wema na utukufu wako, na umjalie ashiriki heri ya milele pamoja na wateule wako, ili siku ya ufufuko afunguliwe mbingu za mauti, apate kufika mbele yako kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Bwana
Somo katika barua ya kwanza ya Mtakatifu Paulo kwa Timotheo. Mwanangu, uyafundishe haya na kuyasitisha. Afundishayo mengine bila kuyafuata maneno kamili ya Bwana wetu Yesu Kristu na mafundisho yalinganayo na uchachi wa kweli. Huyo amepofuka, hajui neno, ni mgonjwa kwa udadisi na kushindana kwa maneno matupu. Mambo hayo husababisha wivu, ugomvi, matusi na kutaniana vibaya na ubishi mwingi baina ya watu. Hao wamerukwa na akili na wamepotewa na ukweli, na wanadhani dini ni njia ya kujipatia kipato. Kwa kweli, dini ni njia ya kujipatia kipato kingi kwa watu wenye kuridhika. Maana hatukuleta kitu duniani, wala hatuwezi kuchukua kitu. Ukiwa na chakula na kitu cha kujifunika uridhike navyo. Watu wanaotaka kujitajirika huanguka katika kishawishi na matanzi na tamaa nyingi za ujinga wakiharibifu. Utumbukia kwenye upotofu na maangamizi. Maana mzizi wa maovu yote ni tamaa ya kujipatia fedha. Na baadhi waliofuata tamaa hiyo wameacha imani ya kujitia maovu mengi. Wewe lakini uliye mtu wa Mungu, ujiepushe na mambo hayo. Fuata uadilifu, uchaji wa Mungu, imani, upendo, subira na upole. Pambana katika mapambano ya imani, utwae uzima wa milele. Huo ndio mwito wako. Nawe umefanya maungamo mazuri mbele ya mashahidi wengi. Neno la Bwana. Saburi ya kuitikizana. Kwa maneno, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Sote? Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Tena? Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Tena, Bwana ndiye mchungaji wangu,
sitapungukiwa na kitu. Unipumzisha katika malisho mapiji, unipeleka kwenye maji matulivu, unipatia nguvu. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Uniongoza katika njia zilizo sawa kwa ajili ya jina lake. Hata nitapita katika bonde la giza, siogopi mabaya, kwani wewe upo pamoja nami. Gongo lako na fimbo lako vyanituliza. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Waandaa meza mbele yangu machoni pa adui zangu. Umenipaka mafuta kichwani, kikombe changu kinafurika. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Kweli wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu. Nitakaa nyumbani mwa Bwana kwa miaka mingi ijayo. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu tena. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Somo kutoka kitabu cha Matendo ya Mitume. Basi Mungu alimfufua huyo Yesu, na sisi sote ni mashahidi wa tukio hilo. Yesu alipokwisha pandishwa na kuwekwa na Mungu upande wake wa kulia, akapokea kutoka kwake Baba yule Roho Mtakatifu ambaye alituahidi. Ametumiminia huyo Roho. Hicho ndicho mnachoona sasa na kusikia. Maana Daudi mwenyewe hakupanda mpaka mbinguni, ila yeye alisema, Bwana alimwambia Bwana wangu, keti upande wangu wa kulia hadi niwafanye adui zako kiti cha miguu yako. Watu wote wa Israeli wanapaswa kufahamu kwa hakika kwamba huyo Yesu mliyemsulubisha ndiye huyo ambaye Mungu amemfanya kuwa Bwana na Kristo. Basi watu waliposikia hayo walichomwa moyo, wakawauliza Petro na wale mitume wenzake, ndugu zetu, tufanye nini? Petro akajibu, tubuni na kila mmoja wenu apatiswe kwa jina la Yesu Kristo, ili mpate kuondolewa dhambi zenyu na kupokea ile ahadi ya Roho Mtakatifu. Maana ahadi ile ilikuwa kwa ajili yenu, kwa ajili ya watoto wenu, kwa ajili ya wote
wanaokaa mbali na kwa ajili ya kila mtu ambaye Bwana Mungu wetu atamuita kwake. Neno la Bwana. Tusimame wote kwa shangilio. Kupambanua nia na maono ya moyo. Haleluya, 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 Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Mwaka wa 15 wa utawala wa Kaisari Tiberio, Pontio Pilato alikuwa anatawala mkoa wa Yudea. Herode alikuwa mtawala wa Galilaya, na ndugu yake Filipo alikuwa mtawala wa eneo la Iturea na Trakoniti. Lusania alikuwa mtawala wa Bilene, na Anasi na Kayafa walikuwa makuhani wakuu. Wakati huo ndipo neno la Mungu lilipomjia Yohane mwana wa Zakaria kule jangwani. Basi Yohane akaenda katika sehemu zote zilizopakana na mto Yordani, akawa anahubiri watu watubu na kupatizwa ili Mungu awaondolee dhambi. Basi Yohane akawa anawaambia watu wengi waliofika ili awapatize, enyi kizazi cha nyoka, ni nani aliyewadokezea muikimbie ghadhabu inayokuja? Onyesheni kwa vitendo kwamba mmetubu. Msianze sasa kujisemea baba yenu ni Abrahamu. Nawaambieni hakika Mungu anaweza kuyafanya mawe haya yawe watoto wa Abrahamu. Basi shoka liko tayari kwenye mizizi ya miti, hivyo kila mti usiozaa matunda mazuri utakatwa na kutupwa motoni. Umati wa watu ukamuuliza, tufanye nini basi? Akawajibu, aliye na nguo mbili
hamgawie yule asiye na nguo, aliye na chakula afanye vivyo hivyo. Nao watoza ushuru wakaja pia ili wabatizwe. Wakamuuliza, Mwalimu, tufanye nini? Naye akawaambia, msitoze ushuru zaidi kima kilichowekwa. Nao askari wakamuuliza, na sisi tufanye nini? Naye akawajibu, msichukue vitu vya mtu yeyote kwa nguvu, wala kumstaki yeyote kwa uongo. Toshekeni na mshahara yenu. Injili ya Bwana. To the family members, to Father C.D. Christopher Dominic Ogali, the fathers present here, the religious sisters and the brothers, the honorable leaders, both national and the county government. We are here with all the people of goodwill to say bye-bye to one Simeon Honorable Ogali, to rest in peace after following the way of Christ and after witnessing Jesus Christ as a member of parliament, both in Bomachoge and later on, I think, Bomachoge Church. The family members straight away receive the greetings and the message of goodwill from His Lordship Joseph Mairura Okemwa, the Bishop of the Catholic Diocese of Kisii. He is close to you in prayers. He is journeying with you in this moment, and he wishes you God's blessings, that you regain and continue implementing all that you learned from His Excellency Simon, from His Honorable Simon Ogali. So all members here now, let us come back to these readings, because we are here because of one reason, to say bye-bye to Simon Ogali Nyaundi, the honorable member of parliament who was in Bomachoge, as I have said, and in the church of the same Bomachoge. We gather here today to mourn the hero Simon Ogali for the good work he did to the family, to his constituency, and to the national government, and especially when he was an assistant minister. And that one in our lives, in our memory today, we have a reason as to why we say thanks to God, to this hero, and that's why men have come from near and far to come and say, with Ogali we were together. Simon, you have gone ahead of us. We pray for you. We shall follow you, but we are here to continue serving the people of God, both in the county and in the national government. Let us embark on the readings as we talk of hearing the message, conversion, faith, serving the people,
and believing in the resurrection. That is the life of Simon Ogali. He heard the message. He asked, what must I do? He was baptized. He practiced this. And when time came, he filed to become the MP. And indeed he became. And then he started serving people. He started improving the lives of the people through his seat as Honorable MP. Even here today, apart from the friends, there are those who are touched that the hero Simon Ogali Nyaundi has rested, but he did something to their lives which touched them, converted them, made them to have faith that this man extended his hand, to have faith that this man was leading by action, that this man also believed in the resurrection. That's what was measuring in the first reading, the second reading, and even the gospel. What must I do? This which that you must do is what we must continue doing after him. He did the same, and he made many friends. And that's why they are here. And let them also listen to it. We start with conversion on a serious note. The ministry of John the Baptist, he was sent to prepare people so that they convert and accept Christ. The faith is Honorable Simeon Ogali Teret must have embraced in his life. He was always in the church, whether in Nairobi or here at home. And he was together with his Christians, and his brother CD used to encourage him as a priest away, and even when he was here at home. So he also repented his sins. Although he was with a conviction, is this the end of life or what? But he continued practicing this because faith calls for action. And he had the best chance to practice his faith as a member of parliament. That is the best chance you can have once you know God. That's the time you can be able to read Matthew 25, verses 31 to 46. I was sick, I was naked, I was a stranger, I was out of school, I was stranded. And Honorable Simon came to my aid. I was frustrated not to go to the university. He came in. We thank God and our nation, the Kenya as a state, with the CDF, he did also his best to see that he has reached the people of God. To our friends, let us emulate Ogali, and especially his close friends in the parliament. Emulate him, always have a chance to go to the church. When you are with the family, when you are with your brothers, the leaders in the government, the national and the county, go and thank God because he has given you a best chance, and that chance is to serve the people. And in fact, if we don't go far, in this conversion, once you have entered the parliament, I don't see the reason why you should come back. Continue serving us since you are sincere. Once you are sincere, once you do your things openly, once you touch the people, then they will say, this is our leader. But they don't stop them to stop at you. Tell them, I am only a leader participating in the leadership of Jesus Christ. And once you have helped them, let them also work hard and go ahead. Next 2027, they will vote for you. Don't worry. About faith, in Acts and in Timothy, we must be straightforward. We took Acts and Timothy, and in 1 Corinthians chapters 15, verses 14 to 20, we preach the risen Christ. And that is the same Christ. Today, we are here gathered to give him a pie, but to hand over him to Jesus Christ, who is the resurrection, who is the life. In John 11, verses 23 to 26. Therefore, we are not here by chance. We are here knowing that this our brother knew God, this our brother knew leadership.
That's why in Kenya, to become a minister, whether the first minister or the second minister, you must be a person who is working, who engages the reason so that to bring progress and development. So that is converting the lives of the people by serving them, by working with them, and at least they have a chance to say, thanks be to God, we have a leader. Our departed friend, Honorable Gali, he had faith in God, and with no doubt, this made him to be strong as a leader, as a Christian, and when he was in pain, those from the family know the pain he underwent. This faith guided him and assisted him to make proper decisions in his life, in his family, and with his friends. And that's why we are here. And if that is the reason we are here, let us be better and be closer to the people whom we serve, whom we are given the responsibility to guide at least so that they can also feel that they have leaders. So most of us here now are the leaders. And this goes with this faith, both in the church and those serving. Don't forget one. If you are a Christian, if you believe in God, if you believe in somebody who's stronger than you, make sure you have a chance to go and say thanks to that person. But he must be God, not another person here. Not like the first part of the gospel, the time of Caesar, the time of Augusto, the time of Herod. Those were powerful. Those people will not allow you to breathe. But this time, like Semeni Ogali, a man, a simple man, when I used to meet him, I never knew until somebody tells me he's the Ogali. A man in a checked coat, the ones I also like. And I said, he is not like in this, wearing a complete one. But today, if you have a chance, he was seen in gray suit. It is there, back page of your program. Check. Other things is not me to tell you, check. Let us move together. The Simon I knew, in a checked coat, those which contrasts, but we call it a match and a fit and a match, such as suit. Those who are seated in the front page, they know, they like them also. Service. So after seeing Ogali, you listen to me again, because he was a man listening. There was no point of order when he was in the church. He was listening up to the end. His service. His life was a life to serve others. And he took really that to see that the people of Machoge and the people of Kenya, the citizens, have received what is worthy for them. That's what we pray for you. And this we pray that these literal things he did to those whom we served, may these things earn him to enter to eternal life. In the words of Jesus, listen, it is more blessed to give than to receive. Those very words were quoted in Acts chapter 20, verses 35. Our departed hero has left the legacy, and he was sincere to his leadership in his capacity, that which he could do by giving himself to the people, to the service, and he used to listen to the people when they cry. He will not reach every person, every corner, from the other upper side of Nyamesojo down. But those whom he reached through his agents, he served them. Did he believe in the resurrection? Yes. That's what I believe that he believed, and that's why we are here, and that's why we are giving him a Christian burial. The resurrection of Jesus Christ is the ultimate expression of God's love to us. And he is powerful. Once we go to him, he will grant us this. Once we go, we confess, we believe, then he is the controller of this. It is God who offers eternal life. And we have known this has come through Jesus Christ, who died on the cross so that we may receive life
life eternal. Those who like reading, you can go and read John 10, verses 10b. You will see why Jesus came. And those who are still closer to the Bible, go and read John 3:16 from 15, and you see why God sent his only son. He managed to know this, and that's why we are here to pray for him, to pray with the family, and to make sure that our lives as we serve, at the end of the day, let us come and say thanks be to God. That's how people continue praising and thanking God for what they are and for what they have. And this must be facilitated by the leaders in power, the leaders in the seats, the leaders of the state and of the county. As we reflect on the life and the legacy of our departed hero, Simon Ogali Nyaundi, we are reminded of the importance of conversion, the importance of faith, the value of serving others, and finally, the faith, believe in resurrection. Let every one of us who has attended this great occasion, even when you could not speak at the end of this, you know what the fight here we have is, will I speak at the end of this? We are told that once Christ has spoken, his word is final. And that's why we glorify the word and we must listen to the word, because once he has spoken, all the wisdom, the knowledge, the experience, the leadership is within Jesus Christ. We want this hero, Simon Nyaundi Ogali, Honorable MP, to rest in eternal peace. So with that conversion, let it be your life every day. What must I do? So to change, to reach the people, to thank God. Faith. Faith in God, not in what we have. That's where we can go wrong. Faith in God, not in what we have. That is it. And it is simple like that. I can't change, I can't add, but faith in God. So that the faith in God, the one he had in practice, you know that faith you need also to translate it to actions. And I know when we know those who are leaders and those who are in the National Assembly and those who are in small Christian communities, when they hear the word of God, others write it down so that when they go, they can go and read. The word of God must build you in faith, as we are told in Psalms 119, 125. Wherever you walk as a leader, whatever you do, if there is no that word which give you wisdom, hope, and encouragement, you will not go far. And if you don't go far, you condemn yourself. So, that faith, that word, which is powerful, in Hebrews chapter 4, verses 12, it will cut, penetrate, and assist you as a leader, as a parent, as a priest, as a choir member, as a journalist and a photoman, to know that we are not going to fight with God. God is powerful and He will always direct us. That is why we cannot fight and reverse Him back. We have tried the best, the family has tried their best, but let him go. As Simon of Luke chapter 2, verses 30 to 32. I have seen the salvation. May I now go in peace. Agateba Simeoni ningende no morembe na moroli de Yeso yes yakonyenga. He also waited for him, and his name is Simon. Wachaenda kwa amani apumzike. Kwa hiyo we are a good man, you die. You will see many Nyaundi is here after, because you also come in the family. The family cannot lose you. Only that you go a distance. But our faith is, we believe in Christ who brought us the resurrection, life eternal. Let us strive to live our lives in accordance with these principles of conversion, serving others, having faith, and every moment let us believe that there is life eternal. As we today lay our departed friend, Simon Ogali, honorable leader who was both here
in Machoge and International Assembly, let us remember the lessons we can learn from his life. And that's what it urged you to be here. Let us strive to emulate his faith, the way he translated this to actions. Let us always pray as he used to have that time. Let us also persevere in life as he persevered the great pain towards the end or the death as he was in the hospital. May the Lord grant eternal rest to our departed Simon Ogali, Honorable MP and leader. May the soul of the Honorable Ogali rest in eternal peace. Sasa tuwe watulivu kidogo, tutulie kutafakari mahubiri ambayo tumeyapokea. Wale ambao wanaongea tuwe watulivu. Sasa tusimame na sadiki kwa Mungu Baba Mwenyezi, akasulubiwa kwa mamlaka ya Pontio Pilato, akazikwa, akashukia kuzimu, siku ya tatu kafufuka katika wafu, amepaa mbinguni, ameketi kuume kwa Mungu Baba Mwenyezi. Toka huko atakuja kwa hukumu wazima na wafu. Na sadiki kwa Roho Mtakatifu, kanisa takatifu Katoliki, ushirika wa watakatifu, maondoleo ya dhambi, ufufuko wa mwili na uzima wa milele. Amen. Mungu Mwenyezi, tumekusanyika kwa njia ya misa hii takatifu na marafiki wote wa familia na marafiki wa mwenda zake Simeon Ogali Nyahundi, ili kukushukuru wewe kwa wema na kipaji cha maisha uliomjalia, kipaji cha uongozi. Ameyatenda yaliyo mema, amejaribu kutembea zaidi njia ya imani. Vita amepiga, mwenda amemaliza. Twaomba roho yake ipokelewe katika patakatifu pako mbinguni. Bwana twakuomba. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, in the Holy Trinity and through the Holy Virgin Mary, we pray for our church. As we pray for our Pope, we pray for all our bishops who are our senior shepherds. Oh Lord, hear us. Lord, graciously hear us. We also pray for our priests, our deacons, and even our catechists who have been shepherding through day and day with our brother Simon. Oh Lord, hear us. Lord, graciously hear us. Mungu Baba, Mungu Mwana na Roho Mtakatifu, tuacha mbele zako kwa unyenyekevu mno, tukikuomba msamaha, hasa mno wale Simon mwanao aliyehudumia katika nchi yetu ya Kenya na zaidi mno katika eneo lake. Twapupujikwa na majonzi mno kupitia kwa uwezo na nguvu aliyoonyesha na upendo mwingi kwetu. Utujalie Roho Mtakatifu tuweze kustamili changa hilo, ndiposa tuweze kuendelea na kuinua imani yetu na kanisa lako liweze kustawi. Bwana twakuomba. Twakuomba Bwana utusikie. Mungu wetu Nyasaye, mbiya mono kiagera twete chifamilia rora family yo mweshimiwa wetu Simon Ogali, abantu baye bonsi ne constituency engima buba ichanete mono omanene konya abantu baye bali ba atigire bamenye no morembe naende bakomanye naende bagokorere engaki yonsi munarenge gokora omonguru otoigwe monguru koranje otoigwe tiga tusabere abali bachandegete ng'omotongi tata Nyasaye rora abana baito
abantu baminto bachangete abagotara batabwati abakubalenda onyale koba omolendi obo omonguru otoigwe. Mungu Mwenyezi wachalie mema wote ambao wameshiriki siku hii, na zaidi wale viongozi ambao wanaendelea kutuongoza, uwape hekima, ufahamu, na kila wakati watuongoze kulingana na mapenzi yako, kwa njia ya Kristo Bwana wetu.
wetu wa sadaka. Tukimaliza tuiweke pamoja ili kuchongea altarini na matoleo yetu. Wale wa sadaka muikusanye pamoja ili tuwe tayari kuleta matoleo yetu altarini. Wote ambao tuko na hizo vieko za sadaka tuje pamoja ili tuchongee altarini na matoleo yetu. Tunajitayarisha kwa matoleo na sadaka tukiongozwa na familia ya Mheshimiwa Mwendasake Simon Ogari. Wale ambao wako na matoleo wataweza panga laini hapa, mkono wangu wa kulia. Wale ambao wako na matoleo ya kuleta mbele wakuja mkono wangu wa kulia, na wale ambao wako huko, kuna padri yako hapo, wataweza leta katika mkono wangu wa kushoto.
wale ambao wako na matoleo tuharakishe kidogo, haraka kidogo tafadhali, kwa wale ambao wako na matoleo.
tuwe watulivu. Wale ambao wanaongea tafadhali, wale ambao wanaongea tunaombwa tutulie tafadhali. Kuna wale ambao wanaongea, tunaendelea na misa takatifu. Kama unaongea tafadhali ni vizuri kwenda kwa uwanja huko kule juu. Tuwe watulivu na tusimame wote, tusimame tafadhali. Salini ili sadaka yangu na yenu ikubalike kwa Mungu Baba Mwenyezi. Bwana pokea sadaka mikononi mwako kwa sifa na utukufu wa jina lake, na pia kwa mafaa yetu sisi na mafaa kanisa lake lote takatifu. Bwana, tunakuomba uwe karibu na mtumishi wako Simon Ogali Nyaundi, ambaye katika siku ya mashishi yake tunakutolea dhabihu ya upatanisho, na kama alikuwa na madoa ya dhambi au alichafuliwa na makosa ya kibinadamu, umsamehe kwa wema wako na kuyafuta kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vema na haki, tendo la kufana la kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote, Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Yeye aliye yule mmoja tu aliyepokea mauti, ili sisi sote tusije tukafa, ila mmoja tu alikubali kufa kusudi sote tupate kuishi kwa ajili yake yeye. Kwa hiyo sisi pamoja na malaika na watakatifu mbinguni tunakusifu na kukutukuza kwa furaha tukiimba. Bwana, kweli huu mtakatifu na chemi chemi ya utakatifu wote, tunakuomba vitakatifuse vipaji hivi kwa nguvu ya huyo Roho Mtakatifu, ili vigeuke kuwa mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipojitoa kwa hiari yake ateswe, alitoa mkate, akakushukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mule nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kurakatua kikombe, akakushukuru, akakibariki, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni munywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi.
Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani. Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufufuko wake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetustahilisha kusimama mbele zako na kukutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo tukusanywe na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. E Bwana, ulikumbuke kanisa lako lililoenea popote duniani. Ulikamilishe katika mapendo pamoja na Baba Mtakatifu wetu Francesco na askofu wetu Yosefu Mairura na waklero wote. Mkumbuke pia mtumishi wako Simon Nyaundi Ogari uliyemuita kwako kutoka dunia hii. Ujalie ili yeye alishirikishwa kifo cha mwanao kwa ubatizo ashiriki pia ufufuko wake. Uwakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko. Tungependa kukumbuka wazazi na wenzetu ambao wamemtangulia huyu ndugu yetu Simon, na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako. Uwapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba utuhurumie sisi sote, ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri mama wa Mungu na mtakatifu Yosefu mume wako huyu Bikira, mitume wenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale, tustahili kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kukutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima na utukufu wote milele na milele. Na sasa, kufuata mafundisho yake Kristo na zaidi juu ya kimungu, tunathubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku. Utusamehe makosa yetu kama tunavyo wasamehe na sisi waliotukosea. Usitutie katika kishawishi, walakini utuopoe maovuni. E Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote. Utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuopolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Bwana Yesu Kristo uliyewaambia mitume wako, amani yangu na waachieni, amani yangu na wapa ninyi, usisitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako.
ulijalie amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unayeishi na kutawala milele na milele. Amani ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe daima nanyi. Sasa tuwakiane amani kwa mikono juu. Amani ya Kristo, amani yake Kristo, amani yake Kristo kwenu nyote na familia. Mwana kondoo wa Mungu, uondoaye dhambi za ulimwengu, utuhurumie. Mwana kondoo wa Mungu, uondoaye dhambi za ulimwengu, utuhurumie. Mwana kondoo wa Mungu, uondoaye dhambi za ulimwengu, utujalie amani. Basi tazameni mwana kondoo wa Mungu, tazameni yeye asiondoe dhambi za ulimwengu. Heri yetu sisi ambao tumealikwa kuitikia kushiriki pamoja na mwana kondoo. Bwana, sistahili uingie kwangu, lakini sema neno tu na roho yangu itapona. nanjira ine yane yonse isara yowekeya saone ngweteba ningenje n'umusali omulebu tingwenere tiokonyora omubiri n'amanyi nga Yesu okobe ibe byane omunguru tingwenere ting'oswe mwane netebe ng'ane moyoka n'omoyo neng'owene isara yogwitia saone ngwitia ndokobe n'byonse binako kiagera ebyakoberie naye n'omuyaka egima kurabona tingiri gosara kabiri nyasaye n'omuyonkwera mabe isara yogosasima Yesu nyasaye omonenone na igora asalitali igoro neturekera asole nkogosasimande na wanchire n'enkora yonse ninkoligete n'owekana oichasinde oija bono ng'onchoro nkora omuya.
Wakati wa shukrani, wote tunasainuka kumwimbia Mungu na kumpigia vigelegele, shangilio, sababu yeye ni mwema. Ni wakati wa shukrani, tujiunge na familia, kumshukuru Mungu tukimwaga Mheshimiwa Simon.
maiga. Eba alimo ino. Moja, kila mmoja asimame mahali ambako amefika. Kwa wale ambao walikuwa wanacheza hapa mbele na wale ambao wameketi, tusimame tafadhali kwa sala baada ya komunyo na baraka ya mwisho. Tusimame tafadhali na tuwe watulivu. Kwa wale ambao wanaongea tuwe watulivu, wale ambao wanatembea tusimame, tuangalie mbele, tuwe watulivu kwa sala baada ya kupokea na baraka ya mwisho. Tuombe. Ee Mungu Mwenyezi, tunakuomba umjalie mtumishi wako Mheshimiwa Simeon Ogali Nyahundi ambaye amefariki dunia hii, atakazwe na dhabihu hii na kuondolewa dhambi zake, apate furaha ya ufufuko kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi, awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tuendelee kumwombea huyu Mheshimiwa Simeon Ogali apumzike kwa amani na familia yake yote ishi kwa tumaini, tupaki na amani. Sasa tuketi kwa amani. Tuketi kwa amani na tuwe watulivu. Tuwe watulivu, wale ambao wanatembea tujipatie nafasi. Tuketi. Napo mkaribisha ambaye atakayetuongoza kwa kipindi ambacho kimesalia. Wazee tunaomba tujipatie nafasi, tuketi, tuweze kuwa watulivu. Kwa wale ambao wameketi na wanaongea, tuwe watulivu tafadhali. Asante Padri na kanisa kwa jumla. Tutaanza program ambayo itakuwa fupi kwa sababu Father amenielekeza. So tunaingia katika sehemu ya pili ambayo ni ya mwisho ya kumzindikisha ndugu yetu Simeon Ogali. Let me recognize the following as we start. Kutoka kwa shirika la Kefis, ambapo Pam yuko nasi kwa niaba ya Kefis. Pam, where are you? Please, may you stand up? Thank you so much for being here. Kids for Jesus, tuko na Dr. Edna Kerubo kwa niaba yao, asante sana. GIZ, Christine Lumumba, thank you Christine. Ogeto Otachi Family Law Firm, tuko na Stan Ogari ambaye anafanya kazi pale kwa niaba ya Ogeto Family, asanteni sana. Judiciary tuko na Victor, utapata nafasi baadaye ili tuweze kutoa rambirambi zetu, lakini kwa sasa wacha nimwalike kijana wa mzee engineer aje atusalimie na pia aweze kutoa rambirambi kwa babake kwa niaba ya watoto wa mzee.
Asante sana. Kabla nianze, ningependa kuwashukuru nyinyi wote. Nishukuru kila mtu alikuwa hapo wakati dada alikuwa mgonjwa na mlitutembelea. Wakati alienda, kuna wale walikuja nyumbani karibu kila siku, walitusaidia na wale walitusaidia kumsindikiza nyumbani. Let me start with my tribute, and this is representing all the siblings. To our father, my mentor, my hero, and my friend, it is with great sorrow that we accept your final sunset. The greatest gift the Lord gave us was to have you as a father, and it is with the same hand that he has taken you from us. We are grateful for the time given to us with you, thankful for all that you gave us and taught us, from building houses to building friendships, how to excel in all that we do and yet stay humble. To the very end, you showed us how to be strong, but also how to be vulnerable to those you love. Above all else, you taught us that the family you are given and the family you choose is what makes life worth living. You may be gone, but you shall never be forgotten, and we will love you forever. Because of protocol also, I'll introduce the siblings, if possible, okay? So I will start with my eldest sister, Dr. Edna. You can just do that. All over, let's just all come to the front here. All come. It is a long line. Austin, where's Austin? Huh? Austin Ogari. Okay. Shall start with my big little sister, Dr. Edna. She survived of the late Daddy, a very good man, who fortunately there was enough time to produce the great ones. We have Michelle, Gabby, Nathan. Those are the grandchildren. Next, we have my sister, Christine Kerubo, and her husband, Victor Lumumba. We have two of the other grandchildren. This is Bitutu and Tichi. Next, we have my brother, Advocate Constantine. After that, we have, it's not here, Austin Ogari. Then we have Aidan Ogari. Then we have the baby of the family, Tita Ogari. Bwana MC, due to protocol, I believe that the sibling should be introduced by my aunt as she does her tribute. Good afternoon, everyone. I would like to introduce Honorable Gary siblings. Can you please all come up here, starting with Father Chris, please? Oh, you don't want to come down. Okay, but you can stand up. Yeah, Father Chris is our eldest brother in the family. Mheshimiwa follows him. And is Eric here? Eric, please. Can somebody call Eric wherever you see him? Eric. Anyway. I follow Mheshimiwa. I'm waiting for our better halves. Please come up. They're all out. Kila mtu akae na mtu wake, please. I don't have mine. Can who call him? Now what do you want me to do? Priscilla is showing. Please, can somebody call Mr. Misha Kangari somewhere? And who else doesn't have? And Kiriago, George, and Eric.
Godfrey Kiriago, please. I don't know whether I should introduce those who are here, but let's wait. Just give them a few minutes. Please, wherever they are, ask them to come in. Now is mine missing. Okay, my name is Dr. Rosingare. I follow Mheshimiwa Toka Nitoke, and this is my husband. You can say his name, and then we go like that very quickly. I just want to let you know we were 10 in the family. That is 5 girls, 5 boys, but now we are 6. So you can see how many have gone, and pray for us. Thank you for coming. Wapenzi marafiki wa Simon, amjambo. Simon was a wonderful man. Nikiangalia hivi, mimi naona Simon wherever he is now, he is here. He's happy. Simon, God anasema you have a limit. Aliniambia niseme jina peke yake, but let me tell you a limit, because mimi na yeye ndio wakubwa wa hawa. Life has a limit. Ukienda ukifika huko, that is it. He fought, he has won the war. Ako hapa, tutamfuata wengi. Mungu aweke mahali pake uko pahali anaenda, atuongojee. Mungu awabariki nyinyi nyote. Thank you very much. Mulikuwa mmeambiwa I'm the husband. So my name is the husband, Meshak Ngare Ondieki. I want to introduce my next my follower, Regina. She will say her name and then her husband. Just her name, please. My name is Regina Ugari Mugeni. Mugeni is this one. And I'm married to Regina. My name is Jacob Mugeni. May his soul rest in peace. A wonderful man. Tumsifu Yesu Kristo. My name is Anunziata Ugari Kiriago. And I'm the husband. My name is Godfrey Kiriago. Natoka Nyamira. Na wale mlikuja kutuomboleza kutoka Nyamira, murudi salama tukimaliza eneo na muenda zake alale pema peponi. Asante. My name is Gladys Ogari Nyauma. And I'm the husband, Jared Nyauma Nyakoe from Kibirigo Nyamira. Thank you all for coming to comfort us. Thank you all for coming. My name is Eric Ogari. I'm the last born of this home. And this is my wife. Shamim Dean Ogari. Thank you. Before we leave, we have children. Children, please, all our children stand up. All our children stand up. What? I introduced him, he didn't want to come down. And he saluted you people. I introduced him first as the firstborn of this family. These are our children. You can face backwards and say hi to them. Those children are all nieces and nephews of Simon, and they all loved him as their father. If there was time, one of them could talk on their behalf. So I just want to read, I was told to read a tribute. I don't know, I can read a tribute for each one of these people have a tribute, and you can see it in the program. I will just summarize that we all loved our brother. For you, he was a member of parliament. For you, he was a friend. But for us, he was a dear brother who loved us so much. And each one of these people standing here, he had a hand in either our education, our well-being. He considered everybody, he cared for everybody in this family, plus his nieces and children and grandchildren and everybody else. And he was always concerned to make sure everybody's happy. And I will summarize what they have all said. They loved him. But as the saying goes, God loved him most, and he has taken him. And we thank you so much for coming to condole with us. Keep us in your prayers all the time. It's difficult. Today you are here. We feel the warmth. When you leave, we shall feel the emptiness that our brother has left behind.
May God bless you all, and please come again and console us whenever you have time. Thank you so much. Abana baminto, what do you say? Biamuno. Erorukamano. My name is Victor Lumumba, and there is a choir of the husband. I'll also join that choir. I'm also the husband of Honorable Simon Ogari's daughter, called Christine. Well, she changed her name from Ogari to Lumumba. You know, when you cross over, unakuja na vitu zako zote and you embrace us. Well, Honorable Simon Ogari was blessed to have had 2 daughters who were married. One of them left us very many years ago, Dedi Maganga. That is Dr. Edna's husband. Sasa mimi ndio niko. And just to summarize what us son-in-laws would have said, because Dedi tulikuwa tunatoka, wanasema tuko broad-based government, si ndio? Broad-based government, si ndio? Tunatoka huko upande ya baba. So na when we were dating our wives, we were told there was a very stern warning that when they cross over the mountains to come down to the lake, kutakuwa na repercussions. But I think they were very defiant and they decided to embrace us as we are. My name is Victor Lumumba. I work at the judiciary. I will just summarize what our son-in-law would have said to our late dad. One thing I'll say 3 things. One thing I want to say is that Honorable, we never called him Honorable. Sorry, for you guys, you called him Honorable. For us, he was Dad. And the reason he was Dad to us was he never differentiated between myself, Daddy, Tony, or Stan. We were all his sons. And he embraced us as we came. That is number 1. He never called us son-in-laws. He used to call us sons. Number 2, he used to tell us that we should find every opportunity to gather as family. Because for him, family was the most important thing. He was a politician, but family was very important to him. The entire family will tell you that we congregated at his home several times. For any reason, there was a graduation, someone was turning 30, any reason he got, he would call all of us and would host us. So I'm very happy to see that this tent is full. That shows the love that you guys had for your late Mheshimiwa. But for us, he was only Dad. Thank you very much for being with us, and God bless you all. Asanteni sana, Bwana MC. Thank you. Kwa niaba ya hiyo familia, tunasema pole, na kwa hayo yote tunaendelea mbele. So I want to kwa program ambayo inafuata, nataka kumwalika padri, ndio aweze kutu Mheshimiwa Alpha. Nimeambiwa kuja hapa usikize vile Father anasema kiano mondo mwigweli ore abagwa tokonya sembe. Bwana asifiwe. I've been given a very heavy task. Nimeambiwa tusangililo ngoli kwanza. Kwa wenye wasikii Kikisii tunatoanga rambirambi. Alafu nirudisha tena kipaza sauti kwa Badly ndio tuendelee. Lakini Badly, our main guest wako na
flight ya, that's okay. Now, to start with, nataka ile kikapu ya kusanya erongoli, not sadaka, erongoli. Yes. Kuja nisimamia hapa. Nitaenda karibu na hata wewe gaki. Oh, let's use this one. Now, I want to appreciate the entire National Assembly, the entire leadership of Kenya, former members of parliament, staffs, na waheshimiwa wote marafiki wa the late Honorable Simon Nyaundi Ogari. Wamesaidia sana familia sisi kutoka Nairobi mpaka hapa. For example, wa CS Migosi alikuwa kwa Boma, angekuwa hapa leo, lakini because hakuna graduation ya University of Nairobi ameomba msamaha. The Speaker of the National Assembly angekuwa hapa leo, lakini because alikuwa na function ya graduation of his daughter, that's why hajafika. Now again, niko na salamu za our president. Niliongea naye jana usiku, angekuwa hapa leo pia, but because alishikwa kidogo, akaniambia niambie familia pole. Our president amesema pole. Na alinipea 500,000 I give to the family. Nipa hiyo. Hop. 200. Yes. 1, 2, 3, 4, 5. This is 500,000 from our president. Na aliniambia nipe one of the family members. Tony come. And aliniambia your father was a friend of the government. Pole sana na anajua atakuja kuwasalimia. Na kidogo tena. Then nimeanza kutoka juu nikiteremka. We have our right honorable. Baba alituma rambirambi Nairobi tukiwa kwa mchango. Alipea governor 200,000 na silifika. Now leo hii tuko na wa party leader Wiper. Our former vice president Kalonzo Musyoka. Nataka kuja. Hamjambo. Thank you so much. His Excellency Deputy Vice President had sent me earlier. I really had to beg him to come. We were not thinking he would come with Eugene Wamalwa because they were very personal friends of Mr. Ogari. So the Vice President had given me 100,000 and Fred Matiang'i sent me 20,000. And I also put in my 20,000. That money is in my wife's phone. She will transfer it to one of the Ogari family members. Thank you very much. That means, but if I can see what Mola is giving, has given us 20,000. Now, because Your Excellency, you have been here, yours has been mentioned, let me go to Governor. Governor Simba. Nataka niteremka hivyo to members of parliament and I come to the cloud. Just know we are only giving. Governor, we are only giving. Then speeches baadaye. Governor, Okay. They're given 200,000 plus HRL and 450. Governor gave us 200,000 in Nairobi. He also gave us 200,000 for himself, and he has added 50,000. Now I come to the former Governor Ongwae. Governor Ongwae gave us in Nairobi 50,000 Kenyan shillings, and he has added us 20,000 shillings. Now I come back
to members of parliament. Our members of parliament, the entire 21 members, we have 21 members, they all Kisii. That's Nyamira and Kisii County, both elected and nominated. They really devoted themselves kukuja Nairobi. Na sasa others are here. Now just keep, unakuja unanipea na unakaa. Speeches tunaongea baadaye. Members of parliament, current members of parliament, Barongo, Machoge Borabu, Now. Barongo was with us, eh? Barongo gave us, actually, on the first day, our brother passed on. Tulienda na Barongo paka Karen home. He gave 20,000. Kwa mchango, he gave 50,000. Na saa hii, akuna 50,000. Nataka atume kwa Christine's number. I'll say immediately. Next member of parliament, Obiri. Members of parliament, Ncho, Esio Kenyuri, Oyagiri, our DC. Obiri was with us in Nairobi. He gave us 20,000. And he's giving another 20,000. He's sending to M-Pesa. Thank you very much. Esio Kenyuri was with us in Nairobi. He gave us 20,000. And he's adding 10,000 in M-Pesa. God bless you, Sana. Mama County was with us in Nairobi. And he has given us 50,000 shillings. Amen. Our Oyagi is our county commissioner, Trans Nzoia. He gave us 20,000 Nairobi, and he has given us 20,000. This is Mangi is our former deputy governor. They served Ongwae, and now is our ambassador in Uganda. He gave in Nairobi 30,000, and then he's given us 20,000. Namaliza. Engineer Kimori, his son, is here. He's giving 20,000 on behalf of his family. You know Engineer Kimori, he was a serious guy from Bomochaga Borabu. You can send the family. Ogari Jr. was with us in Nairobi. He gave us 10,000 Nairobi. He came with us in Kisii. He gave us 20. Nawaona is giving us 10,000. Be blessed so much. Alafu next, our speaker, our deputy governor, Namaliza. Otaji was the vice chair in Nairobi. He gave a lot of money. He's a neighbor to our late. And he's adding 10,000. And he has 20 from Samu Nyamoya. Samu Nyamoya was with us in Nairobi. He gave 20. And again, he sent Onyonka with 20. And he has given us 20,000. Iko kwa simu, anatuma kwa familia. Our speaker has given us 10,000 shillings. Manson Oyongo was in the family in Nairobi. He gave 20 and he has given us 10,000 shillings. Our deputy governor, 10,000. Leonard Omari gave 50,000 in Nairobi and is giving us 10,000. Thank you very much. Riroba gave us 30,000 in Nairobi. I was there. And he has given us 50,000. Echarani, 5,000. God bless you so much. Now namaliza former members of parliament. Just come. ODM chairman, 5,000. God bless you so much. Former members of parliament, just come. On the bench of what I'm winding up. Oh, this is a very good friend of mine from Matungulu constituency. He has given us 20,000. Good. Anatuma kwa familia. Benny Momanyi gave us 20,000 Nairobi. He has added us 20,000.
Jimmy Momanyi, na he gave us 20,000 and Otoire 10,000. Thank you very much. I'm good. Onyonka. Jimmy. Okay. Sadok Yogut, the former member of parliament, immediate Majaga Barabu alikuwa Nairobi, gave us 15,000 and they has added us 10,000 shillings. Manoti Nairobi gave us 200,000. He has given us another 20,000. Mheshimiwa Muhindi former Nyaribari Masaba 10,000. Mheshimiwa Manduku alikuwa na ceremony, by the way, he was in Nairobi. Hata alikuwa kwa service I think juzi na ametuma rambirambi kwa familia. 20,000 from Dr. Gesami. Dr. Gesami 20,000. Mteja, the chairman for Nairobi group, Omingo Magara. Cumulatively 50,000. Anasimbisha na 5,000. Alitupea 50,000 na ametupea sahi 5,000. Thank you very much. Salimaje from Nyaribari Chache 500. Chin Salimache 500 kwa Nyaribari Chache. Julius, how much? 5,000 Julius. 3,000 Rauro Tino Mtetezi. Yeah. Nairobi, I gave 15,000. Ogendo give Nairobi 15,000. Today I'm giving 5,000. Today is giving 5,000. Cash or M-Pesa. Send. There is a bill number, which I think you'll get. The guy from Mombasa. I gave Nairobi 5. He gave Nairobi 5. Richard Ozo. Osugu. And he has given us 10,000. Nchuano, eh? No. Onyonka tulikuwa na Nairobi. Onyonka gave Nairobi 70,000 na Ananga 50,000. Mwara gaki. Ngona ni taratika. Tuliza boli man. Biamono. Oyo sindigisire. Thank you very much. Obadia Barongo. Omo sindigisire. Biamono. MCS. Now MCS, come. Combine former MCS, current MCS. Principal Kisi School, 5,000. In the midst of us, kuna Vice Chancellor wa Kisi University, akona sisi. 10,000. The current MCA Bosot Sengera, 10,000. MCA Bochitendera alipeana 15,000. Na hii ni 10,000. Pia na Bosot Sengera alipeana hivyo. Leader majority alipeana Nairobi ngapi? 10 na sahi 10,000. Be blessed. Ogugu 5,000. Oyari 10,000. Thank you. Obadia, thank you very much. Jeremiah, he gave us 10, he has added 5,000. Professor, 20,000. Onkeo Clark, 5,000. County Assembly. Beatrice Bombaba MCA, the only lady in Kisi County, 5,000. Nominated Buhari UDA, 5,000. Thank you very much. Sonya Ondari, 5,000. Sameta Murefu, 2,000. God bless you. Dr. Moses Machukotieno, 2,000. M-Pesa. Thank you very much. Osindigisiro Mheshimiwa Badia. Our director, Omweno Mbasa, 5,000. Ngonani natigire. The last one. Ondiba matuetu achiko cha mutua. Ondiba matuetu achiko cha mutua. Thank you very much, Muswati. God bless you so much.
Chirusha. Now, just a minute. Anybody again? Good. Now, let's go to another phase, A choir, give us one song. Just a minute. A choir, that amount of I've given out a choir. For now, anybody that konga konde Teresa Daka. Ale tengorangora. Chumura 20p. Vale tamutua. Abantu bari bagwetana nebikabuga bago tsangereria. Yes. Bone choir beko kotera. Senator. Nyakoiba. Ondiva matu wetu mahali popote upo ucha hapa mbele. Ondiva. Asante kwaya. Biyamona sana. Esengencho umweshimiwa Ogali no mwanasiasa n'abana siasa mbaregaiga. Omuntu bwekora tokonye korao muroberio iga father. Nali turagende bya father. Hello. Tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele. Weka mkono juu nifanyie hivi, tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele, amina. Milele na milele. Tumsifu Yesu Kristo. Vijana tumsifu Yesu Kristo. Nyinyi ni watu wazuri, tunawapenda sana. Asante. Basi tutulie sasa. Ndio. Nimesikia Ugari Junior. Asante. Good. Basi tutulie. Asante sana. Basi naomba tutulie. Asante sana. Naomba tutulie. Asante sana. Ningependa kuchukua nafasi hii kwa njia ya kipekee ni washukuru sana kwa kipindi ambacho tumekuwa nacho. Tumepata nafasi ya kuongea kwa wale ambao tuliongea mwanzoni. Tumepata nafasi ya kushiriki katika misa takatifu. Tumepata nafasi ya kuomboleza pamoja na familia kupitia kwa mchango wetu ambao tumetoa. Tunashukuru sana kwa hayo. Na sasa ningependa
kutambua wachache ambao wataongea kwa niaba yetu, kwa sababu sisi sote tukiongea hatutatoka hapa. Na kwa sababu hiyo tutaanzia upande huu, tuwape mwelekeo. Na naomba sana kifika wakati wenu viongozi mupate kufuata mkondo huo. Naomba sana kwa hisani. Basi tutaanzia watawa wote ambao wako mtasimama, watawa msimame. Religious sisters. We also have one religious brother. Yes, he's here. Religious brother and then the religious sisters. Ningependa mmoja wenu azungumze kwa niaba yenu. Sister Natalia, kindly. Wengine mtaketi. Mpe mic tafadhali. Mpe mic. Mpatie mic tafadhali. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Our figure general, Father Chris, the priests present, our catechists, waheshimiwa wote, sana wanafamilia wa Mheshimiwa Simon Ogari. On behalf of all the religious women, those present here, and those who have known Honorable Simon Ogari, I would like to bring our condolences to the family. Poleni sana kwa kumpoteza mpendwa wenu. We are with you. We have been praying with you and for you. And especially, personally, I visited Honorable Ogari several times when he was sick. And I am sure that the Lord has called him to himself to rest. And we wish each and every one of us to continue praying for the family, in that all of us may emulate something from him, and especially his humility. He was a member of parliament, but a person who was very humble, and every person was able to reach him. I know there are many MPs here, and those who are in parliament kindly emulate something from him. Asante, for all sister. that, I wish you the best, and I wish you safe journey back to your homes. Thank you for coming. Asante sana sister. Sasa kwa mapadri, ndugu mapadri mtasimama, ndugu mapadri mtasimama, mpunge mkono. Vicar General, asante. Sasa kwa niaba yetu sisi sote namuita Father Christopher azungumze kwa niaba yetu sisi sote. God is good, and all the time. My brother priests who are here today, it was a great surprise to see so many priests, and I think my brother would be very happy to know that there were so many priests who came on the altar to celebrate this last, what I could call celebration of life. And this is a great blessing that we have priests who love this family, and I'd like to thank you so much, my brother priests, for this wonderful, wonderful turnout. And I just like also to start thanking people from Nairobi when my brother died, his neighbors, and those who took the mantle to prepare us for this day, the fundraising, our able chairman, Honorable Magara, and of course, all the time, we were joined occasionally with our governor, Simba, and the neighbors, all the neighbors of my brother. If I start naming them, I might forget one. And of course, I can't forget to thank all the doctors and nurses from Aga Khan Hospital who kept my brother alive. Even when he was struggling, when the family had given up, they gave us hope, and he continued going.
continued going on, and up to this day that we are celebrating his life. Thank you all for those who did that. And obviously with the protocols that I must say here, members of parliament who are here, the former vice president who have joined us, and all the MPs from the former government and the present one, thank you so much on behalf of my family. My brother, I cannot eulogize him because already many of you have done it. So I don't want to start it again, repeating the whole thing. Kwa hivyo wenzangu, ningependa kuwashukuru sana kwa kuja kujumuika nasi na kumpa huyu ndugu yetu kwa heri inayofaa. Asanteni sana kwa kufika. Najua haikuwa siku nzuri kuanzia asubuhi kwa sababu ya mvua nyingi, lakini mlivumilia mkaacha hapa kwa wingi. Na washukuru sana, na washukuru nyinyi nyote kwa huo ukarimu wenu na uzuri wenu kwa kuja hapa kujumuika nasi. Na wale wote ambao wametupatia erongoli leo, napenda kuwashukuru tena. Hamjachoka kupatia huyu ndugu yenu ambao mlifanya kazi naye huko bungeni kuendea mazuri, ama mnakumbuka maya mazuri ambayo yalifanya. Kwa hivyo mumetupatia ufariji mwema. Tumefarijika kwa sababu ya upendo wenu na kwa kujitolea na yote ambao mmetoa kwa sababu ya mapenzi yenu kwa huyu mwenzenu Honorable Simon Ogari. Kwa hivyo ni shukurani zetu tele kwa nyinyi nyote wananchi ambao mmekuja hapa kutoka nyanja mbalimbali. Najua shukurani zetu hasitoshi, lakini Mungu mwenyewe ndio atawabariki kwa sababu wa upendo wenu. Kwa hivyo tunaombea ndugu yetu roho yake ipumzike mahali pema peponi. Asanteni sana. Asante sana Father Christopher. Sasa I have consulted. I'm going to call the senator Mheshimiwa Onyonga aweze kualika wachache ambao watazungumza kwa niaba yetu. Excuse me. God is good. Igomo konyeberagaki. Otobuata wageni, tuna wageni hapa ambao ndege yao, unless they leave within the next 30 minutes, they will miss their flight. So what we will do, I will not even speak. The only person who's going to speak is Honorable former CS Eugene Wamalwa, Honorable Vice President Kalonzo Musyoka, and then we'll hand over to our Governor Simba Arati. Yes. So that wale ambao I will. Wale ambao wanatakiwa waelekee mapema tuwaache waende, alafu wengine sasa wataendelea kuzungumza. With those few remarks, I would like to welcome CS. Please come and say a few words. Mapadri wetu, familia ya rafiki wetu His Excellency Stephen Kalonzo Musyoka, gavana na viongozi wote wa Kristo wenzangu. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina naitwa Eugene Wamalwa. Marehemu alikuwa rafiki wangu. Tulijuana mara 3. Yeye alikuwa mbunge mwenzangu kwa bunge la 10, akiwa mbunge kutoka maeneo haya ya Bamachoge, mimi nikiwa mbunge wa Saboti. Yeye pia alikuwa waziri mwenzangu. Nikiwa waziri wa haki na masuala ya katiba, alikuwa naibu wa waziri. Yeye pia alikuwa Mkristo Mkatoliki mwenzangu. Na tukiwa kwa bunge, sisi ndio tulianzisha, we are the pioneers wa ile fellowship ya wabunge wa Katoliki katika bunge la Kenya. Na yeye vile mmesikia alikuwa very devout Catholic. Ukiosoma historia yake alikuwa anaitwa the priest, na kweli alikuwa anatusaidia sana kupanga misa yetu kule bungeni. Lakini sikujua he has a real priest for a brother.
May I say pole to you, Father. You've come a long way. Your brother was a great friend of ours and a colleague. Ndio sababu tumekuja na Mheshimiwa Kalonzo, tuseme pole kwa familia, tuseme pole pia kwa watu wa eneo hili. Na kabla peana kwa kiongozi wetu Mheshimiwa Kalonzo na mbunge wa Matungulu, sababu tunaenda naye, dakika moja tu ulete salamu za Machakos, alafu tulete His Excellency ili tuombe ruhusa ya kuondoka. Dakika moja tafadhali. God is good all the time. Asante. Mimi naitwa Mheshimiwa Mule kutoka Matungulu. Simon tulikuwa na yeye bunge nikiwa na Mheshimiwa Harati, na nikasema akufae kwa dhiki, akufae kwa dhiki, na ndio tukasema tutakuja kupeana pole kwa ndugu yangu, na niseme kama ndugu yangu mkubwa nilisoma mengi kwake. Nasema pole kwa familia, pole kwa watu wa Kisii, na pole kwa wabunge wenzangu wale tulifanya kazi na yeye kule bunge. He was a dedicated man, very faithful, very honest, very firm. I want to say, Simba Harati, me and you know very well, we have lost a friend. Na ninaleta salamu yangu kutoka kule Matungulu na Ukambani yote, nikisema ya kwamba sisi kama jamii tutasimama na Wakenya wote wakati wa majonzi, wakati wa furaha, na wakati mambo iko ngumu vile iko ngumu saa hii katika nchi ya Kenya. Na tutasimama imara kuhakikisha Mkenya wa kawaida hataendelea kufinyiliwa tena. Hata kama Simon umeenda, sisi wenye sauti tutaiinua juu, Mkenya wa kawaida apate nafuu katika Kenya hii. Mwenyezi Mungu awabariki. Asante sana. Nataka nishukuru Father sana kwa injili ya leo. Na nikikumbuka mazishi ya rafiki yangu Simon, nitakumbuka maneno ya injili. Wale mmesikia somo la leo la injili, limeguza maneno manne. Kuna jambo la kizazi cha nyoka. Wakaongea juu ya kutoza ushuru zaidi ya kiasi. Ama ni peke yangu nisikia mambo ya Zakayo hapa? Hata nyinyi mlisikia hiyo? Alafu wakaongea juu ya maadili ya mabawabu, yani polisi. La mwisho wakaongea juu ya shoka iko kwa mizizi ya muti. Kwa mambo haya ya injili, ya kwanza nimeshangaa wiki hii sana kusikia viongozi wetu wa Kenya Kwanza wakianza kuitana nyoka. Nilisikia Mheshimiwa Ishungwa akiambia Mheshimiwa Rais akiwa mbele yake ya kwamba there's a viper on your hand, hiyo viper ifanywe nini? Sijui kama mlisikia hayo mambo. Leo wakati tunakuja hapa tumemwona naibu wa rais ako jiji la Nairobi, ako na wabunge wanasema wenzao wakiwa na Mheshimiwa Rais wamemuita Gachagua nyoka. Na leo tumesikia wale wabunge wa Gachagua wanasema nyinyi ndio nini? Nyoka. Tukasema ala, hii imekuwa kizazi cha nyoka ama nini? Lakini sisi tuambie wenzetu wa Kenya Kwanza tukiwa upinzani, ninyi mlisema mtainua wana boda boda, kina mama mboga watoke bottom waende wapi? Up. Kile kimeenda juu ni ushuru, umetoka bottom umeenda wapi? Up. Karo ya shule imetoka bottom imeenda wapi? Up. Sisi tuwasema badala ninyi kupigana ninyi wenyewe kwa wenyewe kusema wewe ni nyoka na wewe ni nyoka zaidi, mupigane na hii nyoka ambayo imefinya wa Kenya sana juu ya ushuru wa Kenya. Hiyo ndio nyoka unataka mpigane naye. Mupigane na hii nyoka inaitwa ufisadi. Tukiona uwanja wetu wa Jomo Kenyatta International Airport unauzwa, tunataka mupigane na hiyo nyoka ya ufisadi, msipigane ninyi kwa ninyi. Tuko pamoja? Na watu wa Nyanza, uwanja wa Jomo Kenyatta ukiuzwa, hata hii ziwa Victoria inaweza ikauzwa.
So lazima tuangalie ni nyoka gani tunataka wapigane nayo, sio wao kwa wao, kupigana wenyewe, mpigania wananchi wa Kenya. Tuko pamoja jamani? Mwisho, tukileta kiongozi wetu, nataka nipongeze gavana wa Kisii, my brother. Mwisho tukiwa hapa na rafiki yako Kalonzo, wewe ulikuwa vice chairman. Leo tukirudi Kisii umepata promotion kuwa a full deputy party leader wa ODM. Pongeze my brother. Na wewe tunakushukuru sababu wewe ni mtu imara. We wish you well. Na tukisema ninyi wa ODM mkiamua kufanya na serikali, tuwaomba pia tukiwa na Simba kwa serikali kule, tuko na huyu senator wa Kisii Bwana Onyonka. Tunaomba ya kwamba tuweze kuona ya kwamba ninyi mkia pande ile, sisi tutashikilia upinzani, na tutaomba ya kwamba tukiwa na Kalonzo Musyoka, baba akienda kule Addis Ababa, Kalonzo atabaki kinara wetu kwenye Azimio. Tutaendelea kupambana na hawa watu wa kizazi cha nyoka. Your Excellency, karibu uweze kusema kitu. Wacha gavana akaribishe His Excellency. Tumsifu Yesu Kristu na milele amina. God is good and all the time. Aya, vijana mtaturuhusu tafadhali. Aya, dakika moja. Nataka nichukue nafasi hii Vicar General kwa niaba ya Bishop na kanisa Katoliki tulete rambirambi zetu kwa familia ya Mheshimiwa Ogari. Mheshimiwa Ogari nilimjua wakati nilikwenda kule bungeni, lakini mara ya kwanza mimi kujua Mheshimiwa Ogari amejenga hoteli hapa inaitwa Lockran, ndio ilikuwa kubwa hapa. Kwa hivyo Mheshimiwa Ogari kuna kitu kimoja alikuwa anapenda. Unajua wakati mwingine lazima tuambiane ukweli. Alikuwa rafiki wangu wa karibu. Kuna mahali inaitwa St. Vincent. Kabla sijajenga mimi nilikuwa nalala pale. Sasa alikuwa analala karibu na mimi, lakini alikuwa anapenda kitu kimoja, sigara. Mheshimiwa sasa tunaongea na yeye, ananiambia ile kitu itaua mimi duniani ni sigara, lakini kama ni dhambi nyingine mimi sina. Baadaye Mheshimiwa Ogari akaja akagonjeka wakati wa corona. Alikuwa rafiki wangu wa karibu. Tulikuwa tunaongea na yeye. Nikamwambia ndugu yangu, kwa sababu ya corona waachana na yeye. Akaniambia Simba, corona haiwezi niua. Ile kitu itazoua mimi ni sigara. Ndugu yangu Ogari, enda salama. Na utakapofika, kwa sababu umefika, kazi tunaendelea. Mara ya mwisho wakati tulikuwa na yeye, kwa sababu kura ambazo zilikuwa zimepita, alikuwa amesimama katika chama cha ODM. Mheshimiwa Ogari, nikamwambia ndugu yangu, wewe ni mgonjwa. Akaniambia Simba, wewe hakikisha nimepata certificate. Tukahakikisha amepata certificate, lakini hakuwa na nguvu ya kampeni. Ndugu yangu Alpha hapa akashinda yeye. Lakini nataka haya mnikubalie. Lakini familia, vijana, nimeona vijana wa mzee Ogari, tafadhali, na wasichana wake. Huyu mzee amelala hapa, alikuwa mtu wa roho safi.
Mheshimiwa Matungulu amesema tumekuwa na yeye bungeni the 11th parliament 12 tukakuwa nikawa gavana. Mnikubalie niseme hili tafadhali. Haya mnikubalie niseme haya mambo mawili. Mheshimiwa Eugene, umesema vizuri na mnisikize mzuri. Vijana hapa wachana na wao, polisi wachana na wao, vijana hapo wachana na wao, wasikize. Mheshimiwa Eugene, mimi nataka niseme haya kwa sababu umesema haya. Tuendelee ama tusiendelee? Haya, wale vijana mtanyamaza tafadhali. Mtanyamaza. Nataka niseme hili. Mheshimiwa Eugene, umesema hapa leo. Mimi juzi nilikuwa vice chairman wa chama cha ODM. Leo hii mimi ni deputy party leader wa ODM. Ndugu yetu ambaye amelala hapa alikuwa mwana ODM. Haya, ndugu yetu alikuwa mwana ODM, na ninataka niseme hili. Sisi kama ODM hatujaingia kwa serikali ya Kenya Kwanza. Ile kitu tumefanya peke yake, tumepeana Mheshimiwa Kalonzo, tumepeana mtu anaitwa Mbadi, tumepeana haya walikuwa wamejipanga kidogo, sio mbaya. Haya, tumesikia hiyo maneno. Hiyo ni mzuri. Mheshimiwa Kalonzo, tumepeana sisi mtu anaitwa Mbadi, mtu anaitwa Oparanya, mtu anaitwa Opiyo Wandayi, na tukapeana mwingine anaitwa Joe na mama yule kutoka Turukana. Sisi kama chama cha ODM hatujaama katika Azimio. Sisi ni wana Azimio. Ile kitu tunashukuru Mheshimiwa Rais Ruto ni kwamba amechukua project yetu ambaye ni baba katika kiti cha AAU na anazunguka. Mliniona nilikuwa na wao kule China, tulienda pia kuomba deni kidogo kule, kwa sababu tuliomba deni ya milioni 40. Hii barabara yetu hapa moja iko na milioni 7 na zingine pia Kenya hii. Kitu peke yake, Mheshimiwa Senator wangu, Mheshimiwa Onyonka, nataka nishukuru kwa sababu umeleta hii mambo ya airport, na hiyo ilikuwa kitu mzuri sana. Sisi kama chama tutasimama pamoja na kama Azimio. Mimi kama mwenyekiti deputy party leader wa chama cha ODM nitahakikisha chama kiko imara. Hapa leo tunapomzika, nimeona wana ODM wengi hapa sana. Tunaomba kwamba chama kitasimama imara katika Azimio. Mwisho, na mnisikize mzuri, mimi kama gavana wa Kisii, kabla hii juzi kumekuwa na vita kubwa mpaka risasi tumepigwa. Hata yule kijana mmoja aliyepigwa risasi alikufa. Kijana mwingine alikamatwa hapa Kisii akawawa kinyama. Tunasema hivi, polisi tafadhali. Na Mheshimiwa Kalonzo, nashukuru kwa sababu wewe na baba mlipokuja ndiposa hawa askari walirudisha makali yao chini. Ile kitu walikuwa wanataka ni kwamba lazima, ulisikia hiyo clip wakisema kwamba lazima wataingia kwangu kwa nguvu tu wavunje. Lakini sasa siku ile walikuwa wanacheka. Leo hii nataka niwahakikishie, mtu yoyote alihusika katika mauaji ya vijana wetu lazima watawajibika.
Mheshimiwa Ogari anapolazwa kwake, mimi nataka ni promise hapa town, kwa sababu barabara tunatengeneza, we will name one of the roads kwa jina lake, kwa sababu alikuwa ni mtu mkubwa hapa kwetu. Mwisho, mnikubalie niseme hili. Kila constituency kupitia benki ya Stanbic kuna vijana wetu wengi ambao walipata D, C- na kuelekea juu. Wamekubali kutupea vocational training college 13. Walitupea kompyuta 10 kila VCT. Kuanzia Jumatatu, watoto wote ambao walipata D+ na kuelekea juu, tafadhali, kwa sababu tumelipa pesa, waende wajiandikishe vijana wetu, tuone kama wataweza pata kazi hapa mbele. Mnikubalie nimalize kwa kusema, Father, nataka nishukuru kwa sababu nyinyi mmesimama katika kuhakikisha kwamba kanisa liko katika mstari wa mbele, kuhakikisha kwamba maendeleo yamefanyika. Na mtu yoyote, ikiwa mimi Simba kama nitaweza kuwa mwizi wa mali ya umma, niliingia hii county nikapata wezi walikuwa wengi ajabu. Nikiwaambia yale maajabu ambayo mimi nimeona hapa, hata mimi mtakapopata nimeenda mbali, lazima mniambie. Mimi hapa KTRH yetu hapa, Mheshimiwa Kalonzo, nilipata inakusanya milioni 47 ina quota. Nilipofika, nilipoondoa yule mungwana pale, tunaokota shilingi milioni 200. Leo hii basari ambayo ilikuwa imesimama kidogo, tunapeana hiyo basari. Budget walikuwa na run in deficit of 1 month 420 million, tunapeana hiyo pesa. Mimi nataka niseme, mnikubalie tigamba boli inwe abananchi baminto use nini mutu wakano mushahara naende murigereri inche Simba ne team nasoete Nairobi tuguonjoka tukubayibira mukire inche Simba ngwakano mushahara na inwe muntu ndi bwensi nkonyora njiro ukoiba mosekere taribo mo wanjangete nere na etire na abande na ende no embo na soete na barbo obisi abande na abayibi ngwetande na barbo na tokwenda ukimotwa igomoko yubago kura abande ngao Simba no mobe onde tayole muyanse, lakini chibesa chiro cyo cyaba na inchi nto wanja ntuna barai twachorero mu MCA umujumbe mu women rep senator governor na ende tuonjoke twanse kubanganga kitoko ibachibesa nkuba saba abantu aminto esenge nje chingake na Mheshimiwa Kalonzo Nwalega. Mheshimiwa Kalonzo, nataka nikwambie sisi hii swara tumeishika. Mimi nikiwa kama deputy party leader niko mbele, we dunga mkuki, dunga mkuki, dunga mkuki. Na nataka nishukuru ndugu yangu former governor Mheshimiwa Ongwae. Najua Ongwae alitoroka kidogo, sasa amepata sisi tena tumetangulia yeye. Sasa mzee, rudi kwa chama, tutapanga hii maneno iende mbele, ama namna gani? Kwa hayo mengi, wacha nimkaribishe Mheshimiwa Deputy ama Vice President Mheshimiwa Kalonzo atusalimie, na mtanikubalia mtakapoongea tafadhali. Father, hata mimi nataka niingie ndege kwa sababu niko na kitu nataka nifanye saa 10. Kwa hivyo matanga itaendelea na tuheshimu viongozi wote ambao wataongea nyuma yetu. Asanteni, Mungu awabariki. Asante. Asanteni korera zangu. Mbiamuri naendi. Bwana Yesu asifiwe.
Basi poleni sana Vicar General, father who is also a relative, and the whole family of our late brother Simon Ogari. Kusema kweli nilikuwa nimeona ugumu fulani hadi jana jioni, kwa sababu senator wenu Bwana Onyonka ambaye ametia sifa Kenya nzima alikuwa anaona tufike pamoja na ndugu yangu mwingine hapa anaitwa Ben Momanyi, na tukaona tukapima tukaona afadhali tufike, kwa sababu this was a good leader. This was a good leader. He was a servant leader. Huyu hakuwa mwizi, and we have to use wakati kama huu tumuenzi, na pia to encourage familia yake ambayo naona ni familia sawa. And we want to encourage you and tell you that the Most High God, whom your father believed in, will look after you. And the rest of us have to continue to help the best way we can. Lakini tunaishi wakati ambao ni mgumu sana. Mimi kabla nifike hapa nilituma ujumbe kwa Rais Ruto, nikasema nakumbuka wakati nilikuja last time hapa, Governor Simba akatulaki, alikuwa ametishwa kuuawa huyu governor wenu, na mimi mwenyewe tukaongea pale Kisii Town, tukasema mkimgusa Governor Simba Arati nchi nzima italipuka. Waliwachana naye. Sasa hivi ingawaji, and I want to join my friend Eugene to congratulate you for becoming the deputy leader of ODM. ODM umeaffirm kama deputy leader kwamba wewe bado mko Azimio. We want to see that reality. Lakini upande ule mwingine unasema kwamba our friend Angwaye alienda mkamfuata huko. Sasa hii mambo inaleta wasiwasi, hatujui yako vipi. Lakini hiyo sio hoja. Kilicho na umuhimu kabisa tukimsindikiza ndugu yetu huyu ni kusema la kwa ufisadi, la kwa mauaji wa vijana wetu. Hapa Gen Z Kisii mulitia fora. Niliona nyinyi mkichoma matairi mkisema Kenya imebadilika, hatutaki wezi. Tunataka openness. Hatutaki mambo ya siri. Kama mnauza uwanja wa ndege kwa mfano, uwe ni mambo wazi. Na ndio namsifu ndugu yangu Richard Onyonka, seneta wenu, kwa kusimama wazi na kusema uwanja huwezi kuuzwa bila mazungumzo. Na Senator Onyonka, you become a statesman. In fact, you have raised yourself above Kisii. Huyu jamaa mtatuachia tuende naye Kenya nzima, tubadilishe serikali ambayo inakuja, so that Kenyans will live peaceably, bila mauaji, bila kutishwa. Leo asubuhi yule alikuwa acting inspector general wa police alikamatwa ameenda kusema pole. Idara nzima ya mahakama wakasema huwezi kuwa kiongozi wa aina hiyo. We are not through yet na watu kama hao. We want to follow them. Leo asubuhi Ismail na ndugu yake, what is the other long, there's a very long name there. Na pia Bob, your own party leader, Njagi, walikuwa wamepotea today. Mwezi mmoja wameshikwa na masubaru na kuwekwa ndani ya Subaru. Governor, you were destined for Subaru if I didn't come here. Na kukataa wakati ule. Kasema ukimshika Simba Arati zote tutawarukieni. So they have left you alone. We want to leave Kenyans wawe nchi ambayo inatawaliwa na sheria, nchi ambayo ina wezi,
kila mtu ajibike kutoka rais mpaka sub chief. Kwa sababu usipofanya hivyo, vijana Gen Z wamesema they want their country back. So, as I conclude, mambo haya ni magumu sana. Ni magumu. The new Inspector General, Bwana Kanja, we wish you well. But you must also now listen to what the country is saying. It is obvious police ndio walikuwa wameabduct hawa watu watatu. Wamewachilia leo kuokoa mmoja wao asiende korokoroni. Nje ina gani hiyo? Yaani waachiliwa leo, hata kama mtu hajasoma anaweza kujua kwamba huyu Inspector General Masengeli aliachiliwa leo ndio sasa Kanja aanze afadhali. We're going beyond that. Jumatatu hatutakuwa wapinzani, but this is wapinzani ambao tunaelewa nchi. Tumekuwa pale and we want this country to stand strong. On Monday tuko kwa mahakama kupinga mambo haya ya kuuza uwanja wa ndege. We are not hatubahatishi. Senator Onyonka, congratulations again. The country will stand with you. We know the story inside out. Mtu hawezi kuanza kuuza kuku na mayai ya kuku alafu sasa nataka kuuza uwanja wa ndege. Haiwezekani. Haiwezekani kabisa. Hatutakubali mambo haya. Tuko pamoja lakini. Bwana Yesu asifiwe. So we want to speak as we bid farewell to a brother. Now because I'm going with Ben Momanye Moneruhusu, we used his car, asija akatukataza ajiandae akuje, but deputy leader, congratulations. I know you Simba. Sasa mimi nataka kuachia amani. Yeah, sorry. Okay. Nataka kuachieni amani because I know hapa Wiper Democratic Movement, we have an MP called Innocent Momanyi. We have a county women rep called Doris. Doris, na kuachia Simba mufanye kazi vile tulikaa initially. I want to see you supporting Simba. And hapa nimeona vijana wanasema, kama mtampatia huyo kijana wa rafiki yetu tikiti ya ODM, Wiper tutampatia. Umenisikia? Because we're in the same coalition. We're in the same coalition. Vijana umenisikia? I want you to know we mean business and we want to wish this family well. The leadership qualities in your father must be enhanced somehow. Ndio hata Meruka mtangomana na yeye tu kawaida kama vile alikuwa anang'ang'ana na baba yenu. Bwana Yesu asifiwe na alaze roho ya ndugu yetu vyema. Amen. Asante sana, asante sana. I see the fathers overruled me. Asante, tunashukuru. Okay. Asante. Thank you, Your Excellency. Basi kwa wakati huu namwalika Vicar General aweze kusali sala ya buriani na baadaye tutaanza msafara kuelekea makaburini.